Habari, wewe unapokwenda ugenini, let's say umeenda kutembea kwa rafiki yako au kwa nani, wewe unapenda kufanya nini? Basi nimekuja kwa rafiki yangu, nilifika kwa rafiki yangu, nikawa nasaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani, lakini nikawa nimefurahia kufanya kazi ya kumwagilia maua. Mimi napenda maua. Kwa hiyo nikifika mahali nikakuta maua bado yamekauka, yamefanyaje? Natamani yamwagilie maji, niangalie, niatolee, yani zile maua ambayo yamekufa yamenyauka na nini na nini. Kwa hiyo nilifika kwa rafiki yangu, sababu napenda maua, nikaingia hapo kisimani kama unavyoniona, na pump hayo maji kwa ajili ya kumwagilia maua. Kwa hiyo nikapampa maji yangu, nikamwagilia maua yangu, nikafanya vile vitu ambavyo mimi navipenda, nikasikia raha. Kwa hiyo nakukumbusha mwanamke mwenzangu, ukienda nyumbani kwa watu au ukifika ugenini, jitahidi uwe mama. Yale majukumu ambayo unayafanya ukiwa nyumbani kwako, fanya pia hata unapofika ugenini. Na maana nyumbani kwako ufanye kazi. Maana ninachojua kuna wageni wengine, sisi wanawake unaenda unasafiri unafika kwa mtu, unaanza naomba dela, naomba dawa mswaki, naomba sabuni, umelala umenyosha miguu kisa uko ugenini shoga yangu. Hai. Sisi ambao tumefundwa na mama zetu walitufundisha mwanamke hana ugeni. Ukifika nyumbani kwa mtu, unasaidia kazi unazozikuta pale. Toa hata kikombe, toa hata glasi, fanya kile ambacho unaona unachoweza kukifanya wewe. Akwambie mwenyewe hapana, acha. Na hata akwambie acha, kile ambacho unaweza kukimudu, unafanya. Kwanza unajisikia amani, kama ni mtu ambaye umezoea kufanya shughuli zako nyumbani, wala hauoni shida, wala hauoni changamoto. Mbona mimi nafurahia hapo kupampa maji yangu vizuri kabisa, nikamwagilia maua yangu, nikajisikia raha, moyo wangu kupata amani. Kwa hiyo ukifika ugenini usiwe kama kuku mwenye kamba mguuni, my dear. Ukifika ugenini onyesha kama wewe ni mama na ni mwanamke ambaye kweli unafanya kazi za nyumbani kwako na una uwezo wa kutimiza majukumu yako ya nyumbani kama mama. Nimefurahi kushare pamoja na nyinyi.